Please welcome to the Hand Hill Church. My name's are Archbishop Dr. Zacchaeus Mwangangi. Hili ni kanisa la Kichunga cha Mchwa. Leo nataka nisungumuzie kuhusu kanisa lililotengwa, si kanisa lililoshindwa. Wamekutenga lakini hujashindwa mpendwa. Kwa sababu sio wewe. Paulo kasema sio mimi niishie, bali ni Kristo ndani yangu. You are not alone, man. There is a God who called you to this ministry. Jesus Christ said he shall build his church and the gates of hell shall never prevail. Many pastors are secretly tired, but nobody talks about it. Thank God. God has called me and sent me to you, Pastor. I will talk about it. I will talk about this tiredness. I will talk about this problem and issues. Lengo langu ni kuwatia moyo wachungaji na makanisa madogo. Shalom wapendwa katika Kristo. Karibu tena katika kipindi chetu kanisa la Kichunga cha Mchwa. Mafundisho ya dakika chache yanayolenga kuimarisha makanisa madogo na wachungaji wanaohudumu katika mazingira magumu. Katika somo letu la kwanza tulijifunza kwamba tunaweza kujifunza hekima kutoka kwa mchwa. Leo tutajifunza ukweli muhimu sana. Kanisa lililotengwa si kanisa lililoshindwa. Wakorintho wa kwanza kifungu cha kwanza mstari huo wa 27. Bali Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili kuvitia aibu vile vyenye nguvu. Biblia inatufundisha kwamba Mungu mara nyingi hutumia mambo ambayo dunia inaona kuwa ni madogo sana na tena dhaifu. Wachungaji wengi wa makanisa madogo kupitia changamoto nyingi sana, wao hujipata katika udhaifu mkubwa kwa yale mapito na zile changamoto. Mara nyingi wanaweza kuishi kama huduma yao haidhaminiwi na haitajiki. Changamoto hizo zinaweza kuwa kama yale matoleo ya kanisani, sadaka, fungu. Maana unajua huduma, haya matoleo ndio yanaendesha ule huduma. Ama inaweza kuwa ni ukosefu wa majengo, kama vile watu wengi ambao ni wachungaji hawana viwanja, na hata wakiwa nazo hapana ule uwezo wa kujenga, na shida inakuwa kubwa. Wako kwa nyumba za kukodisha. Mara nyingi hizi nyumba zinafungwa, wananyang'anywa zile vyombo. Wana nyumba zingine ni dhaifu, hawana uwezo wa wezi wanaingia wanaiba kila kitu, na mchungaji anaendelea katika hali hiyo kwa njia ya kuitikia mwito alioitwa nao. Wapendwa, kulinganishwa kuna shida ya hao wachungaji pia kulinganishwa na makanisa makubwa. Kama mchungaji amejisimamisha na Land Cruiser chake pale wa kanisa dhehebu kubwa, na wewe umekuja na miguu hata kiatu yenyewe imeisha, unaonekana wewe si mtu. Wanachanguliwa wale wakubwa, wanaketishwa kwa meza kubwa, wanapewa mhuduma wa kuwahudumia. Wewe hakuna mtu anakujali. Lakini lazima tukumbuke jambo hili ni muhimu, kwamba Mungu apimi huduma kwa ukubwa wa jengo au idadi ya watu. Hiyo ni kasumba tu iliyo ndani ya watu. Neno linasema mahali palipo wawili ama watatu katika jina la Bwana, yeye yuko pale. He is there in their midst. Mungu hupima huduma kwa uaminifu. Ndugu yangu, katika udhaifu na ule unyonge wa ile huduma, mahali ulipo, aminika. Hakikisha wakati wa maombi uko. Hakikisha wakati wa kuhudumu uko. Hata kama kuna mtu mmoja, muhudumie kama wahudumia watu 1000. Sipunguze ile neno, sipunguze ule unabii. Lipuka mtu wa Mungu, kwa sababu
Mungu anaangalia uaminifu. Vile walio na makanisa makubwa analipuka, na wewe katika hiyo kanyumba hapo, katika huo udogo na ule uchache, lipuka. Toa Injili, toa neno, toa unabii, omba, viti vishuhudie, madirisha yashuhudie, milango ishuhudie, ardhi na mbingu zishuhudie. Sitapeana ujumbe huu tumishi na kutia moyo. Mungu upima huduma kwa uaminifu. Hebu tuangalie mfano wa Biblia. Daudi alipakwa mafuta kuwa mfalme akiwa bado kijana mdogo sana. Kwa miaka mingi aliishi jangwani akifukuzwa na mfalme Sauli. Lakini hilo alikumaanisha kwamba Daudi alikuwa ameshindwa. Lilikuwa ni maandalizi. Vivyo hivyo makanisa madogo mara nyingi huwa katika kipindi cha maandalizi. My brother, my sister, unaendelea kuandaliwa. Be faithful with that little. Mungu ataenda kukuketisha kwa jambo kubwa. Mungu anajenga tabia yako katika wakati wa ugumu. Anajenga, anapima uaminifu wako, anaangalia uvumilivu wako, anataka kugauge ile hekima ya uongozi wako, aone unaweza tosha nini. Ndiyo maana tusidharau siku za mambo ama mambo madogo. Usidharau huyo mwanzo mdogo. Zekaria katika kifungu cha 4 mstari wa 10 inasema, nani anayedharau siku ya mambo madogo? Haya ni mambo matatu ya kukumbuka kama kanisa lako ni ndogo. Number 1, usijilinganishe. Kila kanisa lina wito wake. Wewe una wito wako, na kuna wale umepewa. Mbinguni hatutaingia ukiwa na watu 1000 ama 500 ama mtu mmoja. Mbinguni utaingia kama umeokoka na umesamehewa dhambi na umeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo, na kama Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio qualification. Si hata ulikuwa mchungaji ama ulikuwa nini. Hiyo ni mambo ya baadaye. Wewe mwenyewe uokovu wako. Kwa hivyo mpendwa, usijilinganishe. Namba 2, jenga msingi imara. Msingi wa kanisa ni neno la Mungu. Make sure that you know the word of God. Huduma yangu kwa macho ya mwanadamu au kwa macho ya Mungu? Wewe unapima ama unahukumu kazi ile unayofanya kiangalia na macho ya Mungu ama ni macho yako? Wanadamu watakuangalia na macho ya mwanadamu, watakushusha moyo na kupiga kwa sababu wanaona na macho yao. Lakini Mungu anaona vipi? God is the one who matters in this matter. Kwa hivyo sijui kama unaendelea kubaki mwaminifu hata wakati huduma inaonekana ni ndogo au vipi? Mpendwa, these are some of the changamoto ambazo unahitaji kujiuliza. Bwana Yesu, ninaombea mpendwa mtumishi wako. Tunakuja mbele zako tukitambua kwamba mara nyingi tunahukumu huduma zetu kwa macho ya wanadamu. Tusaidie tuone huduma zetu kama wewe unavyoziona. Watie moyo wachungaji wanaohudumu katika makanisa madogo. Wape nguvu mpya, uvumilivu na tumaini. Na jenga makanisa yao kuwa nguzo za imani katika jamii. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Basi mpendwa mtumishi wa Mungu, tumefika mwisho wa video yetu.
Asante kwa kuungana nasi katika kanisa la Kichunga cha Mshwa. Kama umebarikiwa na mafundisho haya, please like, subscribe kwenye channel, share kwa wachungaji wengine na uandike comment yako. Tutakutana tena katika somo la 3, mafunzo makubwa kutoka kwa mchwa. Mungu awabariki sana. Bye bye.